Naam, ni katika kitu safi wanaita jini matata, yani washiriki ni kama wafuatao: Flaviani, akiwemo My Name, akiwemo Agustino Mwilo, akiwemo Emmanuel Mponanzi na wengine wengi. Na nataka kukuambia kuwa hii movie ni imechezwa katika mwaka wa 2020 na tunaendelea kuileta kama hivi ifuatavyo. Director wetu ni Flavian Simbeye kutoka pale Morogoro Mbingu. Twende katika kitu safi na ndio kinaanza. Inaonekana kuna kijana mmoja akiwa anapita na kuelekea katika mizunguko yake. Na katika hiyo njia ilikuwa ni njia ya kutisha sana. Lakini ghafla alitokea mtu, alafu alipogeuka kageuka naye pia. Akakuta mtu hayupo, akaamua kuondoka zake. Na kwa mbele pia ilionekana kuwa kuna mambo ya ajabu ajabu. Ghafla akatokea tena. Kijana vipi? Kijana akamwambia safi. Samani, naomba nikuulize kitu mara moja. Brother, siwezi kukuuliza kwa sababu mimi wewe sikujui na sielewi kama tumepishana hapa njiani. Basi jini huyu ambaye ni jini matata akamwelekeza kuwa amekuja kuzungukia katika mazingira ya shamba lake. Jamaa bwana, kuna nyani huko, ndio maana nikawa na hofu. Nikaona sio mbaya nikuite angalau tujuane. Lakini akamwambia kuwa la kwamba sio kawaida kukuona ukiwa unatokea katika hali kama hiyo na katika mazingira ya kutatanisha kama haya. Itakuwa ni ngumu mimi kukuelewa kama utanielekeza nikakuelewa. Basi Flavian akamwambia basi kama uhitaji nenda, kama uhitaji kunipa company nenda. Kijana akaamua kuondoka. Sasa ili anaondoka mtu kapotea. Kuja kushtuka, mtu hayupo, kaamua kukimbia. Kama ukimbia na kuonyesha ni kwa namna gani vipi yale mambo yamekuwa ni ajabu sana kwake. Na ndipo ambapo aliamua kuvivuruga mbio. Bwana, mtangazaji wako ni Flavian ambaye ndo mshiriki na mimi pia ambaye ni kama jambazi kuu ndani. Nimeamua nitafsiri baada ya kuona mambo yaeleweke. Baada ya kufika mbele kijana akaonana na Sterling wetu ambaye ni My Name na akaanza kumwelekeza shida zake kwamba mimi nimetoka huko njiani nimekutana na mtu wa ajabu ajabu sijui Kijana akamwambia wewe mambo ya ajabu wapi, una wenge au unavuta bangi kijana? Unakimbia kimbia sasa hivi kitaani nini? Shida nini? Yaani katika Tanzania yetu sisi hamnaga mambo kama hayo. Nyinyi mnakuwa mna wasiwasi tu, mnakuwa mna pressure. Vitu vidogo kama hivi nyinyi mnakimbia kimbia. Au ndo bangi hizi kijana? Hebu kuwa muelewa dogo, acha bangi. Dogo acha bangi. Brother, lakini mimi sivuti, ni live haya mambo. Huenda hata wewe atakuja kukukuta live. Hakuna kitu kama hicho. Nyinyi ni waoga tu, nyinyi mnaogopa. Hayo ni mambo simple. Bwana, nataka nikuelekeze kuwa hii movie pia ipo kidini. Yaani namaanisha inamalizwa kwa njia ya dini. Yes, basi My Name aliamua kuondoka zake baada ya kuona kumwelekeza dogo ni kichwa kigumu, akaamua kuondoka. Ghafla tunamuona akiwa amefika tena kwa rafiki yake mwingine ambaye anaitwa Elisha. Basi hapo Emmanuel akaamua kumwambia Elisha mambo ambayo yamemtokea huko nyuma, ya kwamba amekutana kitu cha ajabu sana. Amekutana kitu ambacho hakielewelewi. Basi kwa hivyo Elisha alimsikiliza kwa makini pia na akaamua kumjibu kuwa wewe kitu gani ambacho unaweza kukiona cha ajabu? Au ndo mambo yako ya kuvurugwa na umeanza kutuletea mambo. Acha kutuletea zeshen. Hayo ni mambo yako ambayo unafikiria na kuyaota usiku, unaamua kutuletea sisi mchana. Basi Emmanuel akamjibu kuwa hicho kitu hakipo hivyo jinsi unavyodhania. Acha mambo yako, au na umevurugwa na maisha. Unavurugwa na maisha afu unakuja kutuletea mambo yako. Basi Emmanuel akamdhibitishia kuwa hilo swala halipo kiutani, lipo serious. Na ndio maana nimeamua kukuelekeza na uelewe. Basi Emmanuel alikaa kwa umakini sana kusikiliza na kumjibu pia kuwa wewe rafiki yangu umeshavurugwa na maisha. Naomba uniache maana mimi mwenyewe sipo sawa kabisa. Basi Emmanuel akamwambia, kama uamini basi. Akasema basi naachana nayo. Kwani vipi? Basi tunamuona jamaa akiwa anapita pita zake. Kumbe sio jamaa bwana. Huyu ni jini matata. Kumbe jini anaweza kujibadilisha kuwa mtu yoyote yule. Baada ya kufika mbele ghafla akakutana na dogo mmoja hivi akiwa anapita. Akapishana naye na kumwangalia kwa kumtamani sana. Na kisha akaamua kupotea zake. Naam. My Name, kumbe huu ni mgawa ambao ni mgawa mamake mzazi, na ndipo ambapo aliamua kuchukua majukumu ya kwenda kula, yani kunywa chai asubuhi.
Na mamake pia anasema, yani kijana wewe, acha usumbufu. Mimi ni mama yako, inabidi sometimes unakuwa na heshima. Vitu vingine unakuwa unajitengenezea. Haya bwana, ngoja nikuandalie chai hivyo hivyo kwa sababu ni mtoto wangu wa kipekee, nini sina cha kufanya. Wewe unataka nini sasa? Mama, mimi sijui niwekee maji humu. Mama, au nipe maziwa. Bwana, hii movie inapatikana katika akaunti ya Tadu Movies. Utaipata hapo. Basi mama akaamua kuangalia kama labda atakuwa na Vicenti, lakini akajikuta kwamba hana hela yoyote ya kumpa kijana wake ili aende akajisevia hata mbele. Akaamua kumhudumia kwa vile vilivyopo. Wali, maharage, chapati, kumridhisha kijana wake. Je, unataka nini? Chai au unataka maziwa? Kijana nao kanajibu kwa kujilingisha, kwa kuonesha kwamba kanalinga na mama yake. Basi akamwekea maji hapo kwa ajili ya kuanza na maandalizi mengine na kumuuliza vitu ambavyo vinahitaji. Kijana akaamua kumtajia kuwa anahitaji maziwa. Sasa kijana wangu bwana anashushia maji afu badala yake anataka na maziwa. Yaani chai ya asubuhi nitakiwa anywe afu then ndo anywe maji, lakini yeye ameanza na maji na pia ndo anafuata maziwa. Ni mtu ambaye kidogo anachekesha, lakini hivyo hivyo tukae tumwangalie pia na mwenendo wake nini. Tunajua ndo vijana. Basi mama akaamua kumwekea maziwa kijana wake, imradi aendelee kuota mashavu. Basi akamiminia maziwa basi kama hivyo. Kijana huko akishukuru, mama uko vizuri mamaangu. Yaani mimi najivunia sana kuwa na mama kama wewe. Hapo na nyimbo basi ndo kijana akaamua kuitunga. Nani kama mama? Hakuna. Nani kama mama? Hakuna. Nani kama mama? Hakuna. Nani kama mama? Bwana nyimbo nimeipenda. Bwana my name hapa aliniimbia nyimbo. Basi akaamua kumpa big up kwamba mama unanipenda sana na ndo kitu ambacho najivunia katika dunia hii. Sina mtu mwingine wa kumfurahia kama mama yangu. Basi huku tunamuona jamaa huyu anaitwa Agustino. Tunamuona Agustino akiingia katika jumba fulani hivi ambalo nilipo kama pagala. Inaonekana ni nyumba yake ambaye anaijenga. Basi akaamua kuingia mle ndani akakutana mazingira ya ajabu sana. Ni nyumba ambayo nje kuna mwanga, ndani kuna giza. Basi my name Agustino akaamua kuingia na kuanza kuikagua vizuri hii nyumba. Akaicheki kwa makini sana. Kila akiangalia anasikia milio ya ajabu, ni kama vitu vinatisha tu. Haelewelewi. Sasa ni nyumba gani ambayo imejengwa? Ghafla akatokea jini matata. Sasa alipotokea pale Agustino, kwa bahati mbaya ni kwamba hamuoni, ila jini linamuona. Na jini hilo lilikuwa limejifunika shuka live. Kwa hiyo ni ngumu sana mtu mwenye macho ya kawaida kumuona huyu jini. Basi akaendelea kutafuta pasinga kuelewa chochote kile kinachoendelea. Makweli binadamu huwa anatokea mambo mengi ya ajabu ambayo hatuyaoni na wala hatuyajui. Basi jini liliendelea kukaa na likaamua kupotea zake kama hivyo, lakini lilivyopotea ni kama mtu ameshtuka, akashtuka kama kuna jambo la ajabu sana. Akakagua tena akaona kuna kama kuna mambo ya ajabu hapa. Basi ndipo ambapo akawa makini sana na kuangalia mazingira ya nyumba yake ili kuhakikisha kweli hili swala, unajua wanaume inabidi tuhakikishe kwamba usalama kweli upo. Baada ya kuona mambo yaelewelewe kaamua achomoke. Baada ya kuchomoka bwana Flavian ndo akajitokeza live. Yaani hapo hata kama angeamua arudi angemuona. Baada ya kujitokeza kusema kwamba huyu kijana leo ameingia kwenye mtego, sasa nitamfuatilia mpaka kifo chake. Akaamua kupotea tena kwa mara nyingine tena. Basi Agustino aliamua kutimua mbio na kuongoza moja kwa moja. Bwana, basi tuende katika sehemu nyingine ya pili. Hii sehemu ya kwanza ndo tunaimaliza kama hivi. Basi chao. Sasa ni katika account ya Tadu Movies. Angalia kwa makini na utaipata na utazipata. Usisahau kusubscribe, maana mwanzo ni mgumu siku zote na kutafuta marafiki ni kazi ngumu. Basi usisahau kusupport.